Na wasalimu wote katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Natumai ya kwamba mwazima. Kristo mwana wa Mungu amewalinda na kuwatenda wema. Letu ni kuwakaribisha sana katika ibada ya siku ya leo. Karibuni mahali popote ulipo unatutazama, unatusikiza. Tunakukaribisha kwa upendo wa Yesu Kristo. Tuomba tuandamane pamoja nawe na jua kuna mambo mema Mungu amekuandalia siku ya leo. Karibu na Mungu wa uzima milele awabariki na watende mema katika jina la Yesu. Karibu sana mchungaji, uendelee. Asante sana. Thank you so much. Ninataka kushukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya hii nafasi, na ninashukuru pia wale wote tunaoshiriki pamoja katika kazi ya Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, Mungu apokee sifa zote kwa kutujalia Ijumaa nyingine tuweze kukusanyika kupitia runinga, redio na wale walio mitandaoni ili tuweze kusikia kile Mungu ametuwekea siku ya leo. Ninaamini ya kwamba mahali popote ulipo Mungu anaenda kututenda mema kwa sababu yeye ni Mungu mwema. Tarajia mema siku ya leo na mema yataweza kutupata kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Neno ambalo ningependa kupeana siku ya leo kupitia Roho Mtakatifu ni neno ambalo maada yake ni the power in the blood of Jesus. Sema haleluya. Haleluya. Na ningependa mchungaji aweze kutusomea. Tutasoma kutoka kitabu cha Exodus au Kutoka chapter number 12 from verse 12 to verse 13. Alafu hapo baadaye tutasoma Genesis chapter 4 verse number 10. Kwa hivyo kitabu ni cha Kutoka, mlango ni wa 12, tuanzie hapo mstari wa 12. Asante, na nitasoma. Usiku huo nitapita katika nchi ya Misri na kuwaua wazaliwa wa kwanza wa Misri, ndio watu kwa wanyama. Nitaiadhibu miungu yote ya Misri. Ndio. Mimi ndimi Mwenyezi Mungu. Yes. Mstari wa 13. Basi ile damu itakuwa ishara yenu ya kuonyesha nyumba mtakapo kuwepo. Ndio. Nami nitakapoiona hiyo damu, ndio, nitawapita nyinyi. Nitakapofanya nini? Nitakapoona ile damu, yes, nitawapita nyinyi. Ndio. Na amtapatwa na dhara lolote, yes, wakati nitakapopiga nchi ya Misri. Asante mchungaji. Ndio. Mahali ambapo tumesomewa na Mungu, tunamshukuru kwa kusomewa vizuri, ni pahali ambapo kulikuwa na wana wa Israeli ambao walikuwa utumwani kwa miaka 430. Ndio. Na walipokuwa mahali pale, hiyo historia najua naielewa vizuri. Yes. Lakini mahali tumefika sasa, sura au mlango ya 12, ndio, ni wakati ambapo Mwenyezi Mungu anatumia Mose kuweza kuleta mapigo katika nchi ya Misri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alianza na pigo la kwanza, pigo la pili, akaendelea hivyo. Maana Mwenyezi Mungu wakati ambapo anakuja kukuinua, ujue kuna mahali ambapo mwingine anashushwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Waisraeli walikuwa wamekuja kukombolewa na Mwenyezi Mungu, na ndiposa Mungu aweze kuwakomboa. Kuna matendo yalikuwa yanatendeka katika nchi ya Misri. Dio. Maana Farao alikataa kuachilia watu wa Mungu. Dio. Alikuwa amefunga milango ya Misri. Yes. Alikuwa amefunga barabara zote na njia zote. Yes. Hata kwa mawazo yake alikuwa ameamua ya kwamba hawa watu hawataondoka liwe liwalo. Dio. Lakini naye Mungu alikuwa ameamua ya kwamba hawa watu wangu kuondolewa katika utumwa lazima wataondolewa. Na Mwenyezi Mungu akiamua ameamua. Na akisema amesema. Haijalishi ni wafalme wanakalia viketi. Haijalishi ni ufalme zinaongea. Haijalishi nguvu ambazo zinatumika. Mwenyezi Mungu alikuwa ameamua ya kwamba wakati wa watu wangu kuokolewa ni sasa. Na wakati Farao alionyesha ya kwamba akona kiburi, wakati Farao moyo wake ulikuwa ni mzito, Mwenyezi Mungu akaanza mapigo. Maana Mungu akiona ya kwamba adui anayempatia nafasi na anakataa kukuachilia, lazima atafanya ishara ili adui akuachilie. Na Mungu akaanza mapigo katika taifa la Misri.
Farao alipoona pigo la kwanza, akaona vile taifa la Misri kumekuwa na mapigo, bado moyo wake ukakuwa ni mgumu. Mwenyezi Mungu akaendelea, lakini bado Farao anakataa. Wakati mwingine inaonekana anakubali, lakini hatimaye anakataa. Lakini nashukuru sana Mwenyezi Mungu, kwa sababu nimekuambia kile Mungu ameamua. Na Mungu akisema utaondolewa katika shida, akisema utapona kutoka magonjwa, akisema utaondolewa kutoka nira zote, Mungu ako tayari kutumia njia yoyote. Ako tayari kutumia vitu vyovyote. Ako tayari kutumia chochote kile. Maana kwa Farao viroboto walitumwa. Kwa Farao maji yalibadilishwa kuwa damu. Kwa Farao nzige walitumwa. Kwa Farao wanyama walikufa. Kwa Farao mambo yalitendeka. Mungu alikuwa tayari kutumia mbinu yoyote, njia yoyote, ili maisha ya watu wake yabadilike. Bwana Yesu asifiwe. Na Farao alipoonyesha ya kwamba amekuwa na moyo mzito na moyo mgumu, ikafika pahali ambapo Mwenyezi Mungu akamwambia Mose, sasa enda uambie wanaume wa Israeli. Alimpatia ratiba ya kile kitafanyika. Maana hii pigo ambayo inakuja itakuwa ni pigo juu ya mapigo yote. Itakuwa ni pigo iliyo na ukali usio wa kawaida. Akaambia Waisraeli kupitia wanaume wa Waisraeli waende wachukue kondoo wa miaka fulani, kondoo waliokuwa na requirements fulani. Akaambia Mose, hao ndio utakaochinja. Wanaume hawa watachinja, na damu ya huyu kondoo wataweza kumimina katika milango. Bwana Yesu asifiwe. Damu ya kondoo itamiminwa katika milango. Hawajui ni nini hiki kinakuja, lakini Mwenyezi Mungu kuna kitu anasema. Kuna jambo ambalo anapeana, maana ako tayari kukomboa watu wake. Na wakati wa Israeli walifanya vile, neno la Mungu linaniambia ya kwamba Mungu alikuwa amekusudia kutuma malaika wa kifo. Kuna malaika ambaye alikuwa anaenda kuachiliwa, sio kwa Waisraeli bali kwa Wamisri. Lakini Mose akaambiwa ya kwamba apake damu katika milango, na sio damu ya mbuzi, na sio damu ya ng'ombe, na sio damu ya nguruwe, sio damu ya kuku. Waliambiwa damu ya kondoo, na ilikuwa na maana na dhamana. Huyo kondoo alikuwa anakuja akifunuliwa muda baada ya muda. Huyu kondoo alikuwa afunuliwe baadaye, ambaye atakuja kuwa mwana kondoo. Bwana Yesu asifiwe. Mose wakafanya vile. Malaika wa Mungu akashuka wakati kulikuwa na giza. Mpendwa, nataka nikufundishe hapa ya kwamba Waisraeli waliambiwa wakae ndani ya nyumba zao na wasiondoke kamwe. Bora ukae ndani ya nyumba yako, wewe na watu wako, wewe na watoto wako, wewe na wazazi wako. Bora umeingia ndani ya nyumba, milango umefunga, na kando ya milango umepaka damu ya kondoo. Malaika alipokuja, malaika alikuwa akipita juu yao. Bwana Yesu asifiwe. Nataka uelewe kitu mpendwa. Waisraeli walihurumia na Mungu. Waisraeli walionyeshwa neema na Bwana. Wale watu waliokuwa ndani ya nyumba zao, sio ya kwamba walikuwa wamekamilika, sio ya kwamba hawakuwa na makosa, sio ya kwamba hawakuwa na dhambi, sio ya kwamba hawakuwa wamekosea Bwana, sio ya kwamba hawakuwa na madoadoa. Lakini Mungu aliposhuka, sio alipoona Waisraeli, alipoona ile damu. Mungu alipoona damu ya kondoo, hakuangalia makosa yao, hakuangalia dhambi zao. Alipoona ile damu, alikuwa anapita juu yao. Haikujalisha nani yako ndani ya nyumba, haikujalisha ni nani yule. Bora damu imepakwa katika milango, malaika alikuwa anapita, kuonyesha ya kwamba katika Agano la Kale, hiyo damu ya kondoo iliyotiririka ilikuwa na nguvu kwa wakati huo. Kuna
msaada uliokuwa unapatikana. Kuna nguvu ilikuwa inatembea. Lakini malaika alipoenda kwa Wamisri, kwa sababu hawakukuwa wamepaka damu, na Mungu alikuwa ameamua kuwaondoa Wamisri, kifo ilikutana na wazaliwa wote wa kwanza, wazaliwa wote wa nyumba zote. Lakini kwa Waisraeli, watu ambao ni wanyonge, watu ambao hawajiwezi, watu ambao wako na udhaifu, watu ambao wamefungwa miaka mingi, Jehova alipokuwa akitembea, alikuwa anapita juu yao, alikuwa anapita juu ya nyumba yao, anainuka juu ya makosa yao, anafunika aibu zao, anafunika dhambi zao, anafunika madoadoa yao, udhaifu waliokuwa nayo. Ile damu iliyokuwa imetiririka ilikuwa inawafunika, ya kwamba hata kifo yenyewe, kifo ambayo inatembea wakati wa giza, malaika yule alikuwa ni wa kifo, kifo ambayo imewachiliwa. Malaika alipoona damu, alikuwa ameambiwa na Jehova, hata ingia popote pako na damu, hata ingia katika zile nyumba, na ni damu tu ya kondoo, ni damu tu ya kondoo. Bwana Yesu asifiwe. My brother, my sister, Farao alikuwa amekataa, lakini kipigo hiki cha mwisho, kipigo hiki cha mwisho, hakuna msaada wowote ambao ungepatikana. Waliokuwa wamefichwa na damu, kifo haingewakaribia. Waliokuwa wamefunikwa na damu, malaika hangewakaribia. Waliokuwa wamefunikwa na damu, hakuna hasara ilipatikana. Wakati Farao alionyeshwa hasara, Waisraeli walikuwa wamefunikwa katika damu ya kondoo. Nimekuja kukwambia my brother, ya kwamba kuna nguvu katika damu ya Yesu. Sio damu ya kondoo, hiyo ilikuwa damu ya agano ya kale. Lakini nimekuja kukwambia, huyu kondoo sio yule kondoo wa mnyama. Kuna kondoo alikuwa anafunuliwa, aliitwa kondoo maana Kristo ni mwana kondoo. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linasema ya kwamba malaika alipotembea, alipita juu yao. Bwana Yesu asifiwe. Alipita juu yao, alipita juu yao. Kifo ilipita juu yao, kifo ilipita juu yao. Kifo haikukaribia watu wa Mungu, kwa sababu kulikuwa na kinga ambayo walikuwa wamepatiwa, kulikuwa na security ambayo walikuwa wamepatiwa, kulikuwa na ukuta ambao ulikuwa umejengwa juu ya maisha yao. Bwana Yesu asifiwe. Kuna nguvu katika damu, kuna nguvu katika damu. My brother, my sister, mchungaji anapotusomea kitabu cha Mwanzo 4 mstari wa 10, nataka uelewe ya kwamba kuna nguvu katika damu. Lakini leo sio damu yoyote, kuna nguvu katika damu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tusomee mchungaji. Asante. Mwanzo 4 mstari wa 10. Ndio. Maandiko inasema, Mwenyezi Mungu akasema, ndio, umefanya nini? Umefanya nini? Damu ya ndugu yako yaninilia kutoka udongoni. Amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Umefanya nini? Umefanya nini? Damu ya ndugu yako yaninilia kutoka udongoni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huyu ni Kaini anaongeleshwa na Jehova. Unajua vile Kaini alifanya, akaua ndugu yake Abeli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na Mungu analeta ujumbe ambao unaleta ufunuo ya kwamba wakati Abeli aliuawa, Abeli ambaye alikuwa ni mzaliwa, amepata kibali mbele ya Bwana. Wakati aliuawa, damu yake ikaanza kuongea. Sio mifupa iliongea, sio nyama yake iliongea, lakini damu iliyomwagika, damu iko na sauti, damu ikaanza kuongea. Bwana Yesu asifiwe. Mwenyezi Mungu, hata kama Abeli ameondoka, lakini damu ya huyu mwenye haki, damu ya huyu ambaye amekubalika, damu ikaanza kuongea. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama Abeli
ameondoka, lakini damu yake ilikuwa inaongea, ilikuwa inalia haki, ilikuwa inalilia haki, kwa sababu mwenye haki ameondolewa. Bwana Yesu asifiwe. Nimekuja kukuambia siku ya leo, sio damu ya Abeli na sio damu ya kondoo, lakini Yesu Kristo alipokuja, kuna damu ya mwana kondoo, kuna damu ya Yesu Kristo, damu ambayo imepita damu zote za binadamu, damu zote za wanyama, damu zote za binadamu, damu ya Yesu Kristo ambayo inapokea uponyaji. Wakati damu ya Yesu ilitiririka msalabani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya leo my sister, kuna damu ya Yesu ambayo inaongea, sio damu ya kondoo, sio damu ya kondoo. Waisraeli walipaka hiyo damu ya kondoo, lakini hawakupaka tena, hawakupaka siku ya pili, hawakurudia mara nyingine, walipaka mara moja, lakini kifo bado iliwapata. Hata kama waliwekwa ndani ya hizo nyumba, lakini hiyo kifo ilizuiliwa siku moja. Lakini kuna damu ya Yesu ambayo inaongea juu ya kila aina ya kifo, juu ya kila aina ya kifo. Damu ya Yesu ambayo inaongea siku ya leo my sister. Hiyo damu ya Yesu, neno linasema ya kwamba kupitia damu ya Yesu, mapigo yake tumepokea uponyaji. Kwa damu ya Yesu uponyaji umepatikana. Kwa damu ya Yesu ukombozi umepatikana. Kile tunahitaji ni kufunikwa leo kwa damu ya Yesu. Kile watoto wako wanahitaji ni damu ya Yesu, sio damu ya kondoo, sio damu ya mbuzi. Hiyo ilikuwa ni agano ya kale, lakini the new covenant, katika agano jipya, kile kinahitajika ni mwana kondoo. Damu yake ilitiririka msalabani. Hata kama damu yake ilitiririka, hata leo bado inaongea. Hiyo damu ya Yesu inaongea mema, inaongea uponyaji, inaongea haki. Hiyo damu ya Yesu inaongea haki. Siku ya leo, naomba siku ya leo, damu ya Yesu ifunike watoto wako. Damu ya Yesu katikati ya kifo ifunike watu wako. The blood of Jesus katikati ya magonjwa ifunike afya yako. Bwana Yesu asifiwe. Damu ya Yesu ambayo inaongea katikati ya kifo. Damu ya Yesu ambayo ilimwagika pale msalabani. Damu ya Yesu ambayo inaongea katikati ya korona, katikati ya kansa, katikati ya vifo. Kile tunahitaji ni kufunikwa leo kwa damu ya Yesu. Ikiwa damu ya kondoo, malaika wa Bwana alipita juu yao, basi damu ya Yesu tukifunikwa nayo, hakuna kifo itatukaribia, hakuna laana itatukaribia, hakuna wachawi watatukaribia. Nasema hakuna ugonjwa itatukaribia. Naongea leo ya kifo. Damu ya Yesu itiririke sasa, itiririke sasa katika afya yako, katika mifupa yako, katika magonjwa yako, katika hiyo biashara. Kile tunahitaji ni damu ya Yesu. Wakati kifo inatembea, Mose akaambiwa paka damu ya kondoo, paka damu. Tunahitaji damu iliyo na nguvu, iliyo na uwezo, inayoongea, iliyo na neema, iliyo na ukombozi, iliyo na uhai. Nasema damu ya Yesu Kristo ambayo inaongea miaka na mikaka, vizazi na vizazi, wakati na nyakati, katika majira. The blood of Jesus asema inaongea asubuhi na jioni. Damu ya Yesu inaongea wakati wa mababu, iliongea na hata leo bado inaongea, na hata kesho bado itaongea. My sister, my brother, usijali ukiona wengine wakiondoka. Nasema damu ya Yesu itakufu
itakufunika, itakufunika katikati ya vita. Tunaitisha leo damu ya Yesu kwa watoto wetu, watoto wetu. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. The blood of Jesus ilitiririka, maana Yesu alikuwa kondoo wa kwanza na wa mwisho, kondoo wa mwisho, na damu yake ilikuwa ya dhamana. Nasema leo hakuna damu ingine itamwagika, ni damu ya Yesu ambayo inaongea siku ya leo hadi mbinguni, hadi mbinguni. Yohane akasema katika Ufunuo, aliona kondoo ambaye kichwa yake ilikuwa imekatwa na damu inatiririka. Nasema leo kuanzia Mwanzo hadi Ufunuo, damu ya Yesu bado inaongea. Na hata leo kwa taifa la Kenya, kwa taifa la Kenya tunawaachilia the blood of Jesus. Hallelujah. Damu ya Yesu ndio tunahitaji katikati ya vita, katikati ya magonjwa. My God, Waisraeli walikuwa na makosa, lakini malaika hakuona makosa, alipita juu yao. My God, nasema leo ikiwa malaika hakuona makosa, basi damu ya Yesu hakuna makosa itaonekana. Damu ya Yesu itatutetea, itatufunika, itatufunika, itafunika maisha yako, itafunika afya yako. Damu ya Yesu itazunguka watoto wako na ndoa yako. Haleluya. Usiogope wakati wa giza, usiogope wakati wa mchana, usiogope katika barabara. Nasema leo the blood of Jesus inaongea ndani ya Kenya, hapo Australia, hata mataifa yote mengine. The blood of Jesus inaongea. Nasema inaongea. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mose akaambiwa wapake damu, lakini akwambia zile kondoo zilichinjwa, ilikuwa ni maelfu, lakini Yesu ni mwana kondoo peke yake. One man. Damu yake inasafisha, damu yake inatakasa. Hata kama dhambi zako ni nyekundu kama damu, lakini damu ya Yesu inasafisha, inaondoa makosa yote, inaondoa lawama zote, inaondoa vita vyote, inaondoa nira zote. Nasema leo kile tunahitaji ni damu ya Yesu. Iongee, itutetee. The blood of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hatuhitaji kingine, tunahitaji damu ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Iliyomwagika msalabani, iliyotiririka. Yesu akasema kazi imeisha. Bwana Yesu asifiwe. Bila damu hakungekuwa na dhabihu. Dhabihu kwa madhabahu wakati wa Mose, dhabihu walitoa ilikuwa ni ishara ya damu kumwagika. Damu ya kondoo ilipomwagika ilikuwa ni ishara ya kwamba dhabihu imetolewa. Na pale msalabani wakati damu ilitiririka, Bwana akasema ya kwamba dhabihu imetolewa. Bwana Yesu asifiwe. Nakwambia leo haijalishi ni magonjwa gani yamekuinukia, haijalishi ni magonjwa gani yanakutishia, ni kansa ambayo inakukula, ni kansa katika mifupa, katika mifupa. Nakwambia leo kuna damu ya Yesu Kristo iliyo na nguvu, iliyo na uwezo, inayoongea juu mbinguni na hata duniani. Kuna damu ya Yesu inapona, inapona. Haleluya.
na kutangazia, tunakutangazia kupitia damu ya Yesu, mifupa yako ipate nguvu, itembee sasa kupitia damu ya Yesu. Hiyo kifo haitakupata, itakupita kupitia damu ya Yesu. Mapepo na uchawi haitakuona, my God, kwa sababu ya dhabihu ya damu ya Yesu. Haleluya! Ni dhabihu ambayo inatosha. Damu ya Yesu inakufunika, inakutetea, inaongea kwa niaba yako, kwa niaba yangu, kwa niaba yetu. The blood of Jesus. Hakuna shetani anaweza kusimama mbele ya damu ya Yesu Kristo. Haleluya! Isaia akasema kupitia mapigo ya damu ya Yesu Kristo tumepokea uponyaji. Haleluya! Kupitia damu ya Yesu pneumonia unapona. Nasema leo pona sasa, pona sasa. My God, arthritis iondoke sasa kupitia damu ya Yesu. Pressure iondoke kupitia damu ya Yesu. Haleluya! Diabetes iondoke kupitia damu ya Yesu. Nasema leo magonjwa yanakutembelea yaondoke kupitia damu ya Yesu. Haleluya! My God, Jehova anadhamini damu ya mtoto wake. Haleluya! Nasema leo iongee kwa afya yako, iongee kwa afya yako, kwa maisha yako, iongee mahali ambapo hauwezi ongea. Damu ya Yesu iongee kwa hiyo ofisi, makaratasi yako yamepelekwa, iongee kwa niaba yako. Hallelujah. My God. The blood of Jesus. Ndio tunahitaji wakati mambo ni mabaya. Hallelujah. Mose hakuambiwa achinje kondoo wakati wa nzige. Hakuambiwa achinje kondoo wakati wa damu ya bahari. Hakuambiwa wachinje kondoo wakati ambapo kulikuwa na mapigo mengine. Lakini wakati kifo imetumwa, kila tunahitaji ni the blood of Jesus. The blood. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Wakati mambo ni mabaya, itisha damu ya Yesu. Wakati kifo inakuja, sema the blood of Jesus. My God. Nasema leo ndani ya Kenya, Jehova aliongea ya kwamba kutakuwa na kifo, lakini nasema kupitia Jehova damu ya Yesu itakase taifa la Kenya. Haleluya. Wakati mambo ni mabaya, itisha damu ya Yesu. Wakati laana inaongea, itisha damu ya Yesu. Wakati kansa inainuka, itisha damu ya Yesu. My God. Wakati wachawi wameinuka, itisha the blood of Jesus. Wakati unalala, itisha damu ya Yesu. Wakati umetupiwa maroho na mapepo, itisha damu ya Yesu. Wakati unaona kazi yako inaanguka, itisha damu ya Yesu. My God, there is power in the blood of Jesus. Kuna nguvu kwa blood ya Yesu. Hallelujah.
Ndio tunahitaji. Ndio tunahitaji. Asubuhi. Ndio. Na hata adhuhuri. Damu ya Yesu. Hata jioni. Damu ya Yesu. Hata usiku. Damu ya Yesu. Wachungaji. Ndio. Kumeharibika. Mapepo hutembea. Ndio. Majini hutembea. Ndio. My God. Ndio. Shetani najua ameinuka. Ndio. Lakini nakwambia ya kwamba hakuna wakati shetani atashinda Jehova. Hallelujah. My God. My Lord. Hakuna damu ingine ambayo inaongea. Ni damu ya Yesu. Wakati mambo ni mabaya. Hallelujah. Itisha hiyo damu. Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati wa kujificha katika damu ya Yesu Kristo. Ni wakati wa kuogelea katika damu ya Yesu Kristo. Ni wakati ukitembea kwa barabara, kwa matatu, ukiingia ndege kuenda ng'ambo, watoto wako wakienda shule. Haleluya. Wafiche kwa damu ya Yesu. My God. Bibi yako, bwana wako akienda kazi, wafiche kwa damu ya Yesu. My God. Washirika wako, washirika tumepewa, tunawafunika kwa damu ya Yesu. My God. Kifo ilitembea Misri, lakini damu ya kondoo iliwafunika. My God. Power in the blood of Jesus. Hallelujah. My God. Hallelujah. Malaika wa Jehova. Hallelujah. Malaika wa Jehova hakuingia katika damu. My God. Hata malaika wanaogopa damu ya Yesu. Ikiwa malaika hawezi karibia hiyo damu, shetani akiona anaanguka. My God. The blood of Jesus. Hallelujah. Kuna nguvu katika damu ya Yesu. Nimekuitishia hiyo nguvu. Bwana Yesu awachilie nguvu katika damu ya Yesu. Hallelujah. My God. Shetani hawezi. Wachungaji, nisaidie kuhubiri leo, maana kuna nguvu katika damu ya Yesu. My God. Sijui ni nini kinakupiga, sijui ni mapepo ya wapi yanakuinukia, lakini shetani hawezani na damu ya Yesu. My God. Hawezani. Hallelujah. My God. Na ndiyo maana wakati Yesu alikufa, damu yake haikuchukuliwa. Damu ya Yesu haikuchukuliwa. My God. Kwa sababu kuna nguvu kwa damu ya Yesu. Hallelujah. Majira yanabadilika, lakini damu ya Yesu inaongea. Hallelujah. Nakwambia popote ulipo, tunatangaza the blood of Jesus. Ndani yako. Hallelujah. Kwa hiyo shamba damu ya Yesu. Kwa hiyo gari unatumia the blood of Jesus. My God. Kwa hiyo passport, hiyo visa, the blood of Jesus. My God. Natangaza the power in the blood of Jesus. Hallelujah. There is power in the blood of Jesus.
Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Kunazo nguvu Ndani ya damu. Damu ya Yesu. Malaika hawakuingia, waliona damu wakaondokea. Ikiwa malaika anaweza ondokea damu, shetani akiona damu anamalizwa. Haleluya. Hawezi karibia. Hiyo damu si ya kawaida, sio ya masaa, si ya kununuliwa, sio ya majira, sio ya guka yako, sio ya shosho. Hiyo damu sio ya wachawi, hiyo damu sio ya wachungaji, hiyo damu ni ya mwana wa Mungu. Haleluya. The blood of Jesus. Haleluya. Damu ya Yesu ikitufunika. Hata kifo ikikuja, hata mabaya yakikuja, hakuna ubaya unaweza tukaribia. Hakuna kansa, hakuna uchawi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hakuna njia yoyote shetani anaweza pata nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nimependa hilo neno, nimependezwa na hilo neno ya kwamba nimejua kuna nguvu katika damu ya Yesu. Nimekwambia siku hizi tembea katika damu ya Yesu. Ukikula itisha damu ya Yesu. Ukinunua nguo katika hiyo duka haujui hiyo nguo imetengenezwa na nani, itisha damu ya Yesu. Hiyo gari ukiinunua itisha damu ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Ukienda mikutano ya kibiashara ya kinyumbani itisha damu ya Yesu Kristo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Usiku ukilala, haleluya. Unajua mara nyingi wakati tumelala alafu uguduke wakati wa usiku, huwa hatuombi, unarudi kulala. Lakini nakwambia, naomba Bwana Yesu atusaidie wakati unajisikia hata bila maneno mengi, sema tu damu ya Yesu. Damu ya Yesu inifunike, ikufunike. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kifo ilikuja, lakini damu ya kondoo ilikuwa imemwagika. Bwana Yesu asifiwe. Malaika hakukuwa na lingine, alipita juu yao. Na ndio maana kwa Kiingereza inaitwa the Passover, kwa sababu malaika he passed over. Bwana Yesu asifiwe. Yani ni kumaanisha kifo inakuja lakini inapita juu yako. Haleluya. Ni kumaanisha calamities inakuja lakini zinapita juu yako. Haleluya. Maana kuna security ambayo Mungu amekupatia. Kuna ulinzi ambayo Mungu amekupatia. Bwana Yesu asifiwe. Hata ukipeleka picha zako kwa wachawi na waganga, wakiona tu picha yako wanaona damu ya Yesu ambayo inatiririka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nasema kuna damu ya Yesu ambayo inaongea usikufe moyo. Haleluya. Itisha hiyo damu popote uendapo, popote unapoenda. Haleluya. Si wakati mwingine, wakati ni sasa. Wakati ni sasa wa kujificha, wa kujifunika katika damu ya Yesu Kristo. Haleluya. Na hakuna ubaya utatupata. Hakuna ubaya utatukaribia. Bwana Yesu asifiwe. Pastor Kibego unasema aje? Nasema tu ni kujifunika tu katika damu ya Yesu. Mahali popote unapoenda, kila kitu ukifanya, itisha damu ya Yesu. Na hii damu inanifurahisha. Maana haina malipo, haina chochote. Damu hii ni bure tu. Yesu anakupewa wakati wowote, saa zozote, wakati unaitamani. Itisha hiyo damu ya Yesu. Hiyo damu ya Yesu. Walimu na wanafunzi, damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Dereva ukiendesha gari, damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Ukiwa nyumbani, ukiwa umepumzika, ukiwa umetulia, itisha damu. Damu ya Yesu. Damu iliyo na nguvu, damu iliyo na uwezo, damu ambayo inaogopwa na chochote kile. Shetani anaweza kosa kuogopa vitu zingine, lakini damu wakati wowote unataja damu,
anakuondokea na anapotea. Kwa hivyo wewe mtazamaji, msikilizaji, mahali popote ulipo, itisha damu, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Hata kule ng'ambo, damu ya Yesu bado inafika. Itisha hiyo damu, maana ina uwezo, inakufunika, inakulinda, inakutetea mahali popote unapoenda. Damu ya Yesu, damu ya Yesu. Wakati mambo imefungana, njia zimefungana, unatafuta passport, kila kitu imefungana, wakati unaenda kule kuitafuta, jipake damu ya Yesu kabla hujaingia. Itisha hiyo damu, itisha hiyo damu, itisha hiyo damu katika jina la Yesu. Wakati unaenda mahali popote, kuuliza kazi, kuuliza biashara, kwanza itisha damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Maana kitu kimoja ninachojua ni ya kwamba itakutetea, itakutetea, itakutetea na itaondoa uovu wote, rejection zote, kila chochote kilikuwa kinakufunga ama kukupinga. Ukitisha damu ya Yesu unapata breakthrough ya ajabu. Kwa hivyo mahali popote ulipo, pokea damu ya Yesu, pokea damu ya Yesu, pokea kwa shamba, pokea mahali popote, pokea kazini, pokea kwa hiyo duka, kwa hiyo pikipiki, pokea damu ya Yesu. Pokea kwa hiyo biashara, kwa hiyo kazi, kwa hiyo boma, kwa mzee, damu ya Yesu. Hata mzee akiwa ni mlevi sana, mama, ombea mzee, uitishie damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Inaondoa kila laana, kila laana, kila uchawi, kila uganga. Damu ya Yesu. Watoto wako ndio wasiingie kwa mihadarati na kwa mapombe na kwa vitu zingine mbaya, waitishie damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Haleluya. Inanena mambo mazuri, haina ubaguzi. Hii ni ya kabila yote. Bora uite damu ya Yesu, ikiwa ni kwa mtoto, ikiwa ni kwa mzee, ikiwa ni kwa mama, ikiwa ni kwa guka, ikiwa ni kwa shosho, ikiwa ni kwa mjane, ikiwa ni kwa yatima. Hiyo damu ya Yesu ukiitisha, hiyo damu itaongea mambo mazuri katika maisha yako. Na hiyo damu ikikufunika, itakutetea, itakupigania, itakuangazia, itakujalia neema, itakujalia kibali. Wewe unatamani promotion, itisha damu ya Yesu, italeta neema mpya. Wewe ambao unapingwa kazini, itisha damu ya Yesu, italeta upendo. Wewe ambao umeinukiwa, itisha damu ya Yesu, itakutetea. Na tumeambiwa ya kwamba mabaya yote ikikusha, ukiwa umeitisha hiyo damu ya Yesu, na kuambia hakuna jambo lolote libaya litakutendekea. Hata wakitega ajali, ukiitisha damu ya Yesu, hii ajali itapita juu yako. Hata kama ni kiko, hiyo kiko itakupata, itatoka ndani yako. Hata kama ni calamity imepangwa mbele yako, ukiitisha damu ya Yesu, itapita juu yako. Hata kama ni ugonjwa wamekupangia mabaya, itisha damu ya Yesu. Hiyo damu ya Yesu, na kuambia leo itanena mambo mazuri katika maisha yako. Itisha damu ya Yesu. Ukitoka damu ya Yesu, ukirudi damu ya Yesu, ukilala damu ya Yesu, ukiamuka damu ya Yesu, ukitembea damu ya Yesu, kazini mwako damu ya Yesu, wa biashara damu ya Yesu, wa kampuni damu ya Yesu. Nasema damu ya Yesu, damu ya Yesu. Hata kwa mashule yetu, damu ya Yesu. Hata kwa barabara za Kenya, damu ya Yesu. Hata kwa viongozi wetu, damu ya Yesu. Hata kwa kanisa, damu ya Yesu. Ina nguvu na iko na uwezo. Hallelujah. Powerful word. Nashukuru Mungu. Hallelujah. Ya kwamba malaika ndio alipokuja wachungaji, yes, Mose alikuwa ameambiwa
wapake damu katika milango. Ndio. Sio kwa madirisha na sio kwa mabati, maana milango ni kiingilio. Bwana Yesu asifiwe. Malango ni kiingilio. Haleluya. Mazuri huingia kwa milango na mabaya huingilia kwa milango. Hata malaika yule alikuwa anaingia, hakuwa anaingia kwa madirisha, alikuwa anaingia kwa mlango. Kwa hivyo nataka kukuambia mpendwa, milango yote shetani amefungua ambayo anaingilia maisha yako, milango yako ya kiroho, milango yako ya kiroho, milango yako ya kimwili, milango yako ya kifedha. Ukipata pesa, pesa inatoweka, pesa hujui vile inaenda, maana kuna milango shetani aliingilia. Lakini nasema leo, milango yote ya maisha yako, milango yote tunaipaka leo. Hiyo damu ya Yesu tunaipaka leo. Milango yote ya kiroho, ya kimwili, ya kifedha tunapaka leo damu ya Yesu. Haleluya. Milango yote ya maisha yako, milango yote ya nyumba yako, milango yote ya biashara yako, milango yote ya afya yako, milango ya maisha yako tunasimamisha damu ya Yesu. Haleluya. Nashukuru Bwana, maana Jehova anajua kuna milango, na milango ndio baraka zinaingia, na milango ndio mabaya yanaingia. Lakini Mose akaambiwa kwa milango. Haleluya. Paka damu ya Yesu Kristo, paka damu ya Yesu Kristo. Natangaza leo, milango yote inakuhusu wewe, milango yako tunaipaka damu ya Yesu, ya Yesu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Milango yote ipakwe damu. Haleluya. Maana hapo ndipo Mungu ataingia, na hapo ndipo shetani anaweza jaribu kuingia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nashukuru Bwana, tumekuombea leo ya kwamba Bwana Yesu, damu yake iongee kwa niaba yako, iongee kwa niaba yako, katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Asante.